kiweko, watoto wa kiweko wanaonekana kamili, that hata mgeni akikuja, yani inasemekana kwamba kwa kweli na atakapoona Loboka atakuwa ameona mtoto huyo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unakuta kwamba watoto kuna mambo mbalimbali ya kuzingatia, na kwa hivyo kama kuna mambo mbalimbali ya kuzingatia, ni moja wapo ni kwamba lazima watu hawe wawe na miondoko kama ya baba yao, wawe na usemi kama ya baba yao, wawe wanaweza kuwa na desturi, mila zinakaa za kitakatifu kama baba yao. Jina la Bwana litukuzwe. Na kama itakuwa si sawa, utaona kwa mambo kitu kidogo sana kinaitwa mavazi. Praise God. Hallelujah. Haya, geukia jirani, mwambie Bwana unaonekana vizuri. Mwambie unaonekana kama baba yako kabisa. Hallelujah. Bwana tukuzwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Kama wewe unaandika, andika hii. What happens to those who seek the power? What happens to those who seek the power of the anointing? Ukiandika utakuwa mwanafunzi mzuri sana. What happens to those who seek the power of the anointing? Without, ongeza without, sentensi inaendelea, without the garments of a father. Kinachofanyika kwa wale wanatafuta nguvu ya upako bila mavazi ya baba. They seek the powers without the garment of a father. This is what happened. Hallelujah. Kuna watu wanatafuta nguvu lakini hawana mavazi ya baba. What happens? Hallelujah. Bwana atukuzwe sana. Bwana atukuzwe. Those who seek the power of the anointing without the garment of a father are unable to function in true spiritual authority because they are not properly clothed. Wanaotafuta nguvu bila upako wa baba, watu hawa bila. Bwana Yesu asifiwe. Without what? Without the garment of the father. Watu hao hata kama wanawaka moto kwa vinywa vyao, itakuwa ya kwamba ni ngumu sana, hawafiki kiwango kwa sababu hawana vazi la nani? Jina la Bwana litukuzwe. Watu hao wanaotafuta nguvu hawafiki kiwango sababu hawana vazi la baba. They cannot function well in the spirit. Praise God. Amen. Hallelujah. So the important thing is to seek power while you have the garment of your father. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Number 2, andika Aaron's sons. Watoto wa Haruni. Aaron's sons. Although Aaron was anointed, his sons were not. The sons of Aaron were not themselves anointed at the inspiration of ministry. Jina la Bwana litukuzwe. Wana wa Haruni hawakuwa anointed kwa ajili ya huduma.
Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hawakukuwa. Praise God. Jina la Bwana libarikiwe. Hawakukuwa anointed. Hiyo ni point number 2. Point number 2. Jina la Bwana litukuzwe. Nothing. Number 3. Right now. Mtakana ni vizuri mpate. Nothing on Aaron's sons. Nothing. Hakuna kitu. Nothing on the Aaron's sons. That is number 3. Amen. The only anointing that Aaron's sons received was by the important impartation of the anointing connected in the garment of their father. Are we together? Yes. Unapata? Najua mahali mlikuwa mmeenda. Niwarudisha sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kitu chochote ambacho kilikuweko, lakini watoto wa Aroni hapana, lakini they were connected. In what? In what? In what? Aaron's garments. Praise God. Amen. Was their father. They were not anointed, but they were anointed through the garments. Are we together? Yes. Hallelujah. Well, they were not put on the oil, but through the garments. And wasalimia watu wambie wewe ni mtoto wa nani bwana wewe. Ubani kiwapa ruhusa muongee kanisani, muongee. Wakati sipeki muongee, naongea. Uko sawa? Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Salimia mwenzako mwambie jamani wewe ni mtoto wa nani? Na una vazi wewe? Vazi la baba. Praise Jesus. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. So, hiyo ni number 3. Number what? Number 4, how the anointing was passed from Aaron to his sons Eleazar. Write down. Narudia, how the anointing was passed from Aaron to his son Eleazar. The anointing was passed from Aaron to his son Eleazar by the oil captured in the garment of Aaron and by the sons receiving the garments upon the father's departure. Praise God. Mafuta haya yalikuwa na ulinzi. Mafuta haya yalikuwa kwa ulinzi mkubwa kupitia mavazi. Are we together? Mavazi ni kama ilishikilia hiyo mafuta, haikuanguka chini tu na kuteremka hivyo hivyo. Na walifanikiwa through that. Pokea upako wa baba yako. Amen. Hey. Hai. Kwa hivyo mafuta, that is number 4. Mafuta kupitia vazi. Kwa hivyo vazi ni la muhimu mno. Amen. Amen people. Amen. Number 5. Why we are not received? Why we not received it? Kwa nini hatukupokea? Kwa nini hatukupata? Kwa nini? Why? Kwa nini hatukupata? Jina la Bwana libarikiwe.
There must be only two things that you know. Ile ya kufanikiwa na hiyo isiyofanikiwa. So, kwa nini hatupati? Uliza mwenzako kwa nini haujapata ama hupati. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Although we have desperately sought for the anointing, we have not been properly clothed to then receive it, nor correctly gaps to premature generation, connection, and inheritance. The people of God have been so busy living in single generation pursuits that they have only single portion anointing. Hatupati kwa sababu kuna imani kwamba unaishi kizazi hicho pekee, so we don't pursue. We don't pursue the garment, the anointing for another generation. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo watu hawa hawezi kupata, kwa maana their mindset is only set for their own generation, the current generation we are living. But if you have a mindset of having, multiplying and increasing the generation to come, and then you will pursue the garments and the anointing. Are we together? Praise God. So hivyo ndivyo mambo yanafanyika. Leo hii inakuwa ya kwamba hawatafuti. Sasa Bwana Mungu ana define watu hawa vizuri ya kwamba ni kizazi chao tu. Jina la Bwana libarikiwe. I think that was number 5. Number 6. What happens when the anointing is blessed on the flesh? Mafuta yakimwagwa kwa mtu. What happens? Mafuta yakimwagwa kwa mtu. Kama vile watoto wa Aaron wangemwagiwa mafuta kwa mwili. What happens? Kama nyinyi watoto wangu mkimwagiwa mafuta tu kwa mwili ama ile unajipaka. What happens? It's good to know. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. When the anointing is blessed on the flesh of those who pray the receiving, since there is no garment, the fragrance and essence of the oil soon disappears, and there is never any flow to the next generation. Hallelujah. Ikimwagwa kwa mwili ama kwa nyama haipiti mafuta hiyo, maana utaenda kuoga na kuisha. So kwa hivyo kwa mwili ni tofauti, garment tofauti. Amen. Bwana tukuzwe sana. Hallelujah. That was number 6. Number 6. When the anointing is blessed on the flesh of those who pray. That one we have read. Now, 7. Soma na mimi Exodus 28 verse 1 to 3. 28 verse 1 to 3. Quickly.